Woga ni adui mkubwa wa maisha yako. Watu wengi wameshindwa kuchukua hatua katika maisha kwa sababu ya woga. Make sure katika maisha yako unapiganisha kitu kinachoitwa hofu. Jiamini, jikubali, focus kwa kitu unachokifanya. Usisikilize maneno ya watu. Watu wana maneno ya kukatisha tamaa, lakini ukiwa ni imani kwa kile unachokifanya, usisikilize maneno ya watu. Focus na vision yako. Hakikisha unafanya utafiti, unasoma, uelewe kitu unachokifanya na uwe na imani na utatoboa. Watu wengi wanakuwa na mashaka sana katika mambo tofauti, lakini kwa ulimwengu ambao tunaoishi, sio ulimwengu wa mtu akutapeli ama akudanganye kiurahisi, kwa sababu ulimwengu tulionao una utandawazi wa viwango vya hali ya juu sana, kiasi kwamba hata mtu anaweza akakwambia kitu cha utapeli na uwezo wewe mwenyewe wa kugoogle na ukagundua mtu anadanganya. Ukauliza ChatGPT na ukajua mtu anadanganya. Uwezo kumdanganya mtu kiurahisi kwa ulimwengu wa sasa hivi, kwa sababu kila kitu kiko wazi. Kitu kama hauelewi, una uwezo wa kuuliza ChatGPT na ChatGPT akakufafanulia kwa kina zaidi. Unaweza ukagoogle na ukapata maelezo kwa kina zaidi. Kutapeliwa, kudanganywa sio rahisi kwenye ulimwengu ambao tunaishi. Tuseme kifupi, watu wengi wanafeli sasa hivi kulingana na woga kibinafsi, hofu, kushindwa kuchukua hatua, kushindwa kujiamini. Hiyo ni sababu kubwa sana kutokufocus na malengo yao. Mimi ninafundisha mambo ya stock market, jinsi gani ya kuwekeza kwenye stock market hapa Marekani. Stock market ni investment ambayo iko halali, ni iko legally na government hapa Marekani. Ila watu wengi wana hofu ya kuwekeza kwenye stock market, ambayo ni uwekezaji ambao huko halali, lakini unakuta bado mtu mwingine ana hofu, anaogopa. Hiyo hofu ulionayo, mimi naweza nikasema ni adui wa maisha yako, kwa sababu stock market ni kitu ambacho kiko halali. Kikubwa unachotakiwa kukifanya ni kutafuta elimu, usome, uelewe na uanze kufanya hatua. Mimi nimefanya utafiti. Hakuna tajiri duniani ambaye hakumiliki hisa ya kampuni. Hayupo na hata kuwepo. Kwa sababu unapotaja matajiri duniani ni wamiliki wa makampuni, na wenyewe wanakupa opportunity ya kuwa partnership na makampuni yao. Hiyo ni fursa kubwa na ni opportunity kubwa katika maisha yako. Kwa sababu gani? Wewe hauwezi ukafanya business kubwa kama hizi zinazofanya kina Elon Musk. Hauwezi ukafanya business kubwa kama inayofanya Warren Buffett. Hauwezi ukafanya business kubwa ambazo zinazofanya John Bezos. Hauwezi, lakini anakupa nafasi ya kufanya partnership, kuchangia naye biashara ili muweze kugawa kile kidogo anachokitengeneza kama faida. Sasa wewe bado unaendelea kutia mashaka. Utakuja kugundua moja kwa moja woga ni adui mkubwa wa maisha yako. Kikubwa kilichoko hapo ni kusoma. Ukishasoma, umeelewa, anza kufanya hatua, practice taratibu. Mimi nilipofika hapa Marekani, baada ya mwaka mmoja, nilianza kujifunza mambo ya finance, nikasomea financial market, nikajifunza mambo ya stock market, na moja kwa moja nikaanza practice taratibu kuwekeza mpaka nikazoea, nikawa mzoefu. Kila mwanzo ni mgumu, na katika makosa unayofanya ndio unajifunza. Hakuna mtoto ambaye anakoga anazaliwa na kuanza kutembea. Kuna hatua katika maisha. Mtu anaanza kukaa chini, anatambaa, anaanza kutembea taratibu, anaanza kutembea mdogo mpaka anaanza kutembea kama kawaida. Na kwenye biashara ni hivyo. Unaanzaga chini, makosa mengi sana, unakosea. Katika yale makosa ndo unazidi kujifunza mpaka na wewe unakuwa mzoefu, unakuwa mbobevu, mpaka unakuwa mtaalamu. Maisha yako hivyo. Hauwezi ukaanza leo na ufanikiwe, na hili ndio tatizo la watu wengi sana. Anataka aanze leo na kila kitu kiwe kimenyoka, kiwe vizuri. No, kuna mtu anataka awekeze leo na kesho aanze kutengeneza faida, kesho kutwa awe tajiri. No, maisha sio hivyo. Maisha yana hatua na inatakiwa ufuate process. Hakuna shortcut kwenye maisha, na ukitaka shortcut ndio loss za watu wengi wanaingia. Unaona, watu wanataka vitu vya urahisi na vinawaongeza loss kuliko kufuata process. Wanataka wafanye shortcut na ndio vinaingiza watu hasara. Unatakiwa ufuate process. Soma, jifunze, fanya practice. Elewa unachokifanya, amini unachokifanya, kuwa na malengo kwenye jambo lako, consistency, discipline, uwe serious na utaona matokeo. Mimi nimesoma ya mambo muda wa mwaka mzima na ninajifunza, na mpaka leo naendelea kujifunza kuhusu stock market. Ni investment kubwa sana duniani. Hakuna tajiri ambaye hakumiliki share ya kampuni. Imagine unapewa partnership ya kampuni kama Tesla, partnership ya kampuni kama Amazon. Kuna biashara ambayo unaweza kufanya nayo partnership duniani
kuzidi makampuni kama ya Amazon, Tesla. Hakuna biashara ambayo unaweza kufanya partnership zaidi ya makampuni makubwa kama haya. Lakini hii ni fursa kubwa, ila watu wengi wanaogopa. So kuogopa kwamba kupoteza pesa ni hofu ya kushindwa kujifunza na kuchukua hatua, kwa sababu hakuna mafanikio utakayopata kiurahisi. Lazima ulipie gharama, na gharama zake ni kujifunza. Lazima uchukue muda wa kusoma. Some kama itakuchukua miezi 5, miezi 6, faida zake ni kubwa zaidi ya huu muda ambao utakaopoteza kwa sababu ya kujifunza. Mimi nimesoma hivi naingia miezi 10. Kweli imenichukua muda na nimetumia nguvu sana kujifunza ya mambo, lakini leo ninamshukuru Mungu na ninafurahia na ninaenjoy kwa sababu naona faida ya kitu ambacho niliwekeza muda wangu. Usikate tamaa. Anza leo kujifunza, anza kusoma, na utanishukuru baadaye, na utakuja kushukuru muda wako ambao uliwekeza katika kujifunza, katika kusomea haya mambo. Kwa sababu Marekani tuna fursa kubwa, tuna opportunity ya kazi. Kila mtu ana opportunity ya kufanya kazi Marekani. Changamoto inatokea pale unapata pesa, lakini ile pesa haujui utaifanyia biashara gani, haujui utawekeza sehemu gani sahihi. Ndio changamoto kubwa tulionayo hapa Marekani. Na ndio maana unapokuwa unafanya kazi Marekani, unatakiwa unajifunza vitu vingine kama vile biashara, uwekezaji, ili ile kidogo, ile income unayopata ujue utakuwa unainvest sehemu gani ambayo ni salama zaidi kwa sababu ya future yako. Na ndio maana hivi vitu ni muhimu sana ukiwa unaishi hapa Marekani, kujifunza, kusoma. Mimi nimeongea na watu wengi sana ambao wana miaka zaidi ya 10 hapa Marekani, nikawa nina share hizi information. Waliniambia kwamba tulipofika hapo hatukuambiwa hivyo vitu mapema na hatukuelekezwa mapema, lakini bado hujachelewa, muda bado upo. As long as bado wewe unaishi, unapumua, una afya njema, una afya nzuri, unaweza kuendelea kufanya kazi, bado muda upo wa kujifunza. Chukua miezi 3 mpaka miezi 6 ya kusoma, jifunze stock market, alafu anza hatua ya kuwekeza. Kwa usiseme umechelewa, bado muda upo wa kutosha. Unaweza ukasoma na kuchukua hatua na kuanza kufanya investment. Lakini watu wengi ni wavivu kuchukua muda wa kusoma na kujifunza, wana complain tu, na mwisho wa siku anajikuta kwa broken. Huu ni muda wa kuchukua hatua, kuanza kujifunza stock market ni nini, jinsi gani naweza nikawekeza kwenye stock market kwa sababu ya kuandaa retirement yangu, kwa sababu ya kuandaa generation wealth. Niko hapa kwa ajili yako. Ninawatrain watu jinsi gani ya kuwekeza kwenye stock market. Ninaishi Marekani, nipo New York. Make sure una follow channel. Ninaweka video kila siku, elimu za stock market, makampuni yote Marekani, nina breakdown, fundamental analysis, technical analysis, trading option. Make sure una like na kucomment na kushare video ili update zingine ambazo nitakazoendelea kuziweka usiwe unazikosa. Tuko pamoja, usisahau kusubscribe na kucomment. Thank you so much.